Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni wenu Mwalimu Abdul Karimu, na nasema kwamba ndugu zangu msiache kuendelea kusubscribe channel yangu, na nawasisitiza kwamba hakika huduma zetu ni nyingi zinapatikana. Kuna watu ambao walihitajia pete, tumeweza kuwafikishia pete hizo za kuweza kuwapatishia mali. Kuna mwingine anataka pete kwa ajili ya maarifa, kuna mwingine anahitaji pete ya kuweza kumwezesha kuzungumza na watu, mwingine anataka pete kwa ajili ya cheo. Pete zina mambo mengi sana. Pete zinahusianishwa na utajiri na nguvu za siri, wengi hawafahamu. Leo nitazungumzia kuhusu pete. Kwa nini pete? Kwamba manabii walikuwa wakivaa pete, watu maarufu walikuwa wakivaa pete, viongozi wa aina mbalimbali wanavaa pete. Kwa hivyo pete ina siri kubwa. Pete ina siri kubwa na mafanikio ndani yake. Usipuuze pete, na inahitajika wewe uweze kuvaa pete inayokupatia manufaa, inayokuletea mafanikio. Kuna watu wanavaa pete ndio zinawaongezea matatizo. Kuna mtu mmoja alinifuata ananiambia, shehe wangu, kuna pete ambayo nilipewa na mtu fulani. Nimepewa pete hiyo, na shangaa uchumi wangu unadondoka, na shangaa narudi kwenye wakati mgumu, na shangaa biashara zangu hazifanyiki, na shangaa nagombana na mke wangu. Yaani mambo yamekuwa mengi sana kuhusiana na pete hii. Naomba mwalimu wangu unisaidie, pete hii mimi sitaki niweze kuiangamiza. Nikamwambia, pete hii umeipata katika mazingira gani? Alinieleza mambo mengine ambayo siwezi kuyaweka wazi, lakini nini ninachokusudia kukisema kwamba hakikisha unapata pete yenye usahihi, pete ambayo itakuletea manufaa, pete ambayo itakuwa ni msaada kwako kwa uwezo wa Mungu, pete ambayo itaweza kukupanua mawazo. Kuna watu wanapata pete zinawapa idea za biashara mpya, wanazidi kuwa matajiri. Kuna watu wanapata pete inawaelekeza dawa za aina mbalimbali, namna gani mtu aweze namna gani mtu atachukua dawa hii, na dawa hii inafanya kitu gani, inatibu maradhi gani kwa kutumia pete. Unaona, hakika kuna neema kubwa sana katika mfumo wa matumizi ya pete, lakini wengi tumekuwa tukivaa pete kiolela ulela. Inatakiwa uweze kujua unabeba pete kwa sababu gani. Wewe mwanaume kote kule unanisikia, wewe mwanamke kote kule unanisikia, kama unapendelea kuvaa pete katika vidole vyako, ufahamu fika manufaa ya pete hizo ambazo wewe unapendelea kuweza kuzivaa. Kwa sababu pete zimewafunga watu kiuchumi, pete zimewainua watu kiuchumi, pete zimewaletea watu marafiki wenye manufaa, pete zimewaondoshea watu marafiki wenye manufaa. Kwa hiyo pete zimefukuzisha neema kwa baadhi ya watu, na pete zimeongeza neema kwa baadhi ya watu. Hakikisha unapata pete iliyokuwa sahihi na unaivaa katika kidole kilichokuwa sahihi. Kitu ukiona kinatumika na watu wengi, maana yake kina siri ndani yake, na siri hizo zimebebwa na watu wachache, na siri hizo zimekaliwa na viumbe wa siri ambao ni majini. Sio tunavaa pete tu ili mradi, ndugu zangu. Pete zinakupa utajiri. Pete zinakupa utajiri, pete zinaongeza mvuto, pete zinaleta nguvu ile asili kwa mtu akaweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa jambo fulani. Pete inamwezesha mtu mawazo. Usione watu matajiri wengi wanakuwa na si wenye kuchanganyika sana na watu. Muda mwingi wanatumia wakiwa peke yao, lakini wana pete. Pete ina siri. Pete inakaliwa na viumbe. Sio unachukua pete tu ili mradi. Pete ni nyumba ya viumbe. Ndugu yangu. Kwa hiyo pete inaweza ikakutoa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Unanifahamu vizuri? Pete inahitaji ujasiri. Pete inahitaji maamuzi. Pete kama nilivyosema inamwezesha mtu kupata utajiri mara moja. Pete inamwezesha mtu kupata mali mara moja. Lakini sasa huo ujasiri na uzungumzia kwamba ni ujasiri wa kibinafsi. Ni ujasiri wa kibinafsi. Usitegemee ujasiri wa kundi la watu. Wewe mwenyewe leo uamue kwamba nahitaji kuweza kubadili maisha yangu kwa kutumia pete. Pete zimewasafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pete zimewapatishia watu kazi. Sawa sawa? Pete zimewapatishia watu kazi. Pete zimeongeza mivuto kwa watu. Pete zimekuwa ni tulizo katika ndoa.
Kuna mtu anakuwa mvuto wake ni mdogo wa kimapenzi, unaambiwa katafute pete fulani ije ifanyiwe mazingira fulani, basi chukua pete hiyo uweze kuvaa. Mtu analeta matokeo mazuri kwa uvaaji wa pete. Kwa hiyo tusipuuze pete aliyakuwa tunazivaa, tunazitumia, tunanunua tu ili mradi na tunavaa pete. Sasa kuzidi kupata kujua manufaa zaidi ya pete, unatakiwa uweze kudondosha comment hapo chini, uniambie unapendelea kuvaa pete ya namna gani, na jina lako nitaweza kukuambia kwamba ni usahihi upi uweze kuitumia pete na kukuweza kukuletea mali. Pete sio kuvaa kama mzigo, uvae pete ikupatie mali. Vaa pete ikupatie mali, vaa pete ikufanyie jambo. Usitaki wewe ndio utoe pesa. Pete ikupatie pesa, na hiyo inawezekana kabisa, ili mradi usitumie gharama ndogo kwenye kutafuta pete. Tafuta pete yenye thamani, tafuta pete yenye mtaji, upate kitu kizuri. Sio kununua ili mradi pete. Lazima upate pete inayokusaidia. Upate pete ambayo itaweza kusaidia siku moja na wewe watu wakakuheshimu. Kuna watu wana nguvu ndogo wakubariki katika jamii. Sasa tumia pete, vaa pete. Nione Mwalimu Abdulkarimu. Usiache kusubscribe channel yangu hii. Uko nje ya nchi, uko ndani ya nchi, nisikilize, njoo upate ushauri. Nitakuelekeza namna pete zinavyofanya kazi, namna vipi watu wanapata manufaa kupitia pete, namna watu wanarudisha wapenzi kwa kutumia pete, namna vipi watu wanakamata wezi kwa kutumia pete, namna vipi watu wanalinda nyota zao zisiweze kutumiwa na watu wengine kwa kutumia pete, namna gani watu wanatengeneza mikataba na viumbe wazuri kwa kutumia pete, namna gani mtu anapewa pete na pete hiyo inamwezesha kuweza kukutana na viumbe wazuri. Hizo zote ni pete, ndugu yangu. Hakika pete ina maajabu makubwa ukifata matumizi yaliyokuwa sahihi. Angalia namba zinapita katika skrini yako, unaweza kumtafuta Mwalimu Abdulkarimu ukapata ushauri kuhusiana na pete. Pete ni somo kubwa sana, pete ni utawala mkubwa sana. Pete imebeba siri ya mali nyingi sana. Hata jini anapotaka kukupatia mali lazima atakupatia pete. Kwa nini anakupatia pete? Pete ipate kukupa mwongozo namna gani ile pesa italinda, namna gani ile pesa italindwa, na namna gani utapata mawazo sahihi ya kuweza kutumia ile pesa ambayo wewe unaipata kutokana na pete yako. Ndio maana wengi leo wanapata pesa, mwisho wa siku wanafilisika. Tafuta pete, ndugu yangu. Pete ya kinga tafuta, pete ya bahati tafuta, pete ya mvuto tafuta, pete ya kulinda nyota yako tafuta, pete ya jini tafuta. Ndugu yangu, usisikilize watu wanakuambia ni ushirikina, alafu wao uwaoni na pete mchana lakini usiku wanavaa pete. Kwa hiyo ndugu yangu, usibaki hapo ulipo ukiamini kwamba kuvaa pete ni ushirikina. Hapana. Pete zina siri kubwa. Watu wengine hawajionyeshi wazi kama wanavaa pete, lakini wanavaa pete wakati wa usiku wakiwa wamelala. Kwa nini? Kwa sababu wanawasiliana na ulimwengu wa siri. Kwa hiyo ndugu yangu, msiache kuendelea kusubscribe. Namba ni hizo zinapita kwenye skrini. Kwa mawazo, kwa maoni, tuko tayari kuweza kumsikiliza mtu yote, na huduma zetu zinafika popote pale. Asanteni sana.